Karibu kwenye Point of View Desk. Leo hebu kwanza tuivue kofia serikali ya Kenya Kwanza. Lakini si kwa kazi nzuri bali kwa kutengeneza mazingira mapya. Karibu ni kujuze ni kwa nini Kenya leo imegeuka na kuwa uwanja wa Call of Duty Mount Kenya Edition, ambapo kwenda tu kununua mkate mtaani au kusalimia majirani utahitaji ballistic vest na kofia ya chuma. Unamwona huyu bwana? Sahau yule Geoffrey wa Zabadi wa suti kubwa kubwa. Leo tunamtambulisha Rambo Geoffrey Gachagua, mhusika mkuu na mpya wa siasa za Kenya. Juzi kule Kirinyaga, huyo mzee wa mlima ametupa dress code ambayo imeiacha serikali ikijikuna kichwa. Akiwa amevalia gia kamili ya kivita, tangu helmet hadi koti la kuzuia risasi, Gachagua ametuma ujumbe mmoja mzito kwamba katika nchi ambayo wahuni wenye rungu wanasindikizwa na polisi kule Nyeri, uoga si chaguo tena. Ninyi polisi kuliko kuja kulinda Wakristo, mnalinda wakora. Si mungeondoka hiyo wakora waonano na hao na wananchi. Why are you defending criminals? Why? William Ruto, why are you sending criminals here to fight people? And then IG Kaja, you said police to defend criminals. Amekuwa Rambo si kwa sababu anapenda filamu, bali kwa sababu serikali imemfanya kuwa the most wanted shareholder. Polisi ndio wanafanya hivi. Lakini tulia hapo hapo hadi mwisho, maana leo tunachimba ndani zaidi. Kwanza, je, ni kweli kuna njama ya kummaliza kama anavyodai, au hii ni sarakasi ya kutafuta huruma ya wananchi? Pili, mbona serikali inayosema nchi iko salama inatuma vikosi vizima na vitoza machozi kuzuia mikutano ya mtu mmoja asiye na ofisi? Tatu, je, mbinu hii ya serikali ya kumzima ndiyo inamfanya Rambo Gachagua ang'ae zaidi kama mbala mwezi? Usibanduke, maana leo tutafichua jinsi mission impeachment ilivyofeli vibaya na kuwa mission backfire. Serikali ilidhani imemzika Oktoba 8 mwaka 2024 walipombandua serikalini, lakini kumbe walikuwa wanampanda mbegu ya kijeshi. Hii ni Point of View Desk, na huyu ndiye Rambo wa siasa anayejima serikali usingizi kwa koti moja tu la kuzuia risasi. Je, serikali imeshindwa kazi hadi mpinzani anajihami mwenyewe? Twende kazi. Siku mlikosana na Uhuru Kenyatta for 5 years, alikubalia wewe kutembea hapa mlimani, si ndio? Alimzuia. Mbona wewe unatuzuia kutembea nyumbani kwetu? Uhuru Kenyatta never stopped you from coming to the mountain. Despite your differences, he allowed you free movement in the country. Here in the mountain, you are here more than he was. He never sent goons, he never sent police to stop you from coming to the mountain. Why are you trying to stop me from talking to my people? Do you think by stopping me from coming to my people, you can separate me from them? You can't. These people are with me 100%. That you must know by now. And there is nothing you can do about it. Tukianza na matukio ya Nyeri, hapo ndipo kichekesho cha mwaka kilipoanza. Rambo Gachagua anasema alishangaa kuona vijana wamepewa rungu na virungu, kisha wakapewa ulinzi na polisi. Hivi serikali kweli tumefika hapa?
kwamba bajeti ya kuajiri vijana imekosekana, lakini bajeti ya kukodi guns na kuwapa police escort ipo. Hii ni dhihaka, dharau na matusi makubwa kwa walipa kodi. Badala ya polisi kulinda mama mboga, wanalinda wahuni wasivurugwe wakati wanavuruga mikutano. Huo ndio mchezo wa Call of Duty niliyokuambia. Serikali inacheza level 1 ya uoga. Tan. Ai maraika ginya mahiga tan. Tan moga. Kisha. Chukua. Twende. Luka. Aho kumira kule. Mira. Si nilikwambia walikuwa wametungoje. Lakini hebu tuongee ukweli. Mmeona ule moshi wa vitoza machozi kule Kagio? Ule si moshi wa kawaida. Ule ni moshi wa mabilioni ya walipa kodi. Inashangaza sana, serikali inalia kila siku kuwa mkebe wa fedha ni mkavu, yani empty coffers. Lakini mbona mkebe wa vitoza machozi haukauki? Mkenya anaenda sokoni anapata bei ya sukari imepanda mlima, bei ya unga imekimbia, lakini ukienda kwenye mkutano wa Gachagua unapata free distribution ya vitoza machozi. Serikali imeshindwa kuleta subsidy ya mbolea, lakini wameleta subsidy ya vitoza machozi mitaani. Hata ukipiga sisi, hata ukipiga hii wa Kristo, hata ukituma wahuni, mambo yako hapa mlimani imekwisha. And there is nothing you can do. Yeah, there is nothing you can do. And the more you intimidate these people, the more you apply violence against the mountain people and their leaders, the more they hate you and the more determined they are to send you home. Yani mwananchi akilia njaa anaambiwa vumilia, tunajenga nchi hadi tuifikie Singapore. Lakini Gachagua akikohoa tu kule mlimani, vitoza machozi 5,000 vinanunuliwa papo hapo na kusafirishwa kwa kasi ya dharura. Hivi bei ya bomu la machozi linaweza kununua mibanda mingapi ya unga? Serikali imefanya hesabu ikapata kuwa ni bora wananchi walie kwa vitoza machozi kuliko walie kwa njaa. Na hapa ndipo serikali inakanyaga kinyesi. Wanadhani kila vitoza machozi yani tear gas wanavyomrushia vinampunguzia nguvu. Lakini wapi? Mlima sasa hivi unamwona Gachagua kama mkombozi. Mchimba kisima kweli ameingia mwenyewe. Serikali ilitaka Gachagua asahulike, lakini sasa kila mtoto mdogo anajua neno impeachment na shareholder. Wananchi wanajiuliza, kama Gachagua ni mdhaifu na aliyeisha kisiasa, mbona mnamfuata na mabomu kila kijiji? Mbona mnamwogopa mtu asiye na ofisi? Jibu ni rahisi. Umaarufu wake unakuwa kwa sababu ya huu uonevu. Serikali inampigia kampeni bure. Fikiria ya kwamba wanaweza kulete siasa ndogo ndogo, kelele ati waharibu ile msingi tumejenga. Hiyo haiwezekani. Watafute kazi nyingine ya kufanya. Hii tunatembea pamoja. Mwai Kibaki taught us that a leader is not about the noise you make, and it's not about how many people you harass. It's not about show off. It's about impacting lives and changing the well-being of the people. Huyu Rambo Jeffrey amewafanya wajue kuwa hata wakitumia bajeti yote ya Wizara ya Usalama kununua vitoza machozi, hawawezi kufunika harufu ya umaskini na ya choma wananchi kote nchini. Hata ukipiga hii wa Kristo, hata ukituma wahuni, mambo yako hapa mlimani imekwisha. Sasa turudi kwenye mavazi. Wanasema Rigiji amezidisha sifa, lakini jameni, ukiishi kwenye nchi ambapo risasi za moto yani live ammunition na vitoza machozi vinatumika kama peremende, utafanya nini? Gachagua amevaa koti la kuzuia risasi ballistic vest, si kwa sababu anapenda jasho, bali ni kuitangazia dunia kuwa ex-deputy president wa Kenya hajisikii salama kwenye nchi yake mwenyewe. Hii ni red card kwa serikali.
inamaanisha mfumo wa usalama umefeli kiasi kwamba hata wale waliokuwa ndani ya mfumo sasa wanaogopa mfumo wenyewe. Rambo Geoffrey anatuonyesha kuwa hapa Kenya usalama ni self service, jilinde mwenyewe au uishe. Sindio? Sindio? Sisi tutauziwa wanga kweli? Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Kuna haya madai mazito ya majaribio ya mauaji. Gachagua anasema walitaka kummaliza. Serikali inasema ni porojo. Lakini ukiangalia picha nzima, wahuni mitaani, polisi kuzuia mikutano na sasa Gachagua kuvaa kama mwanajeshi, picha inatisha. Kama ni kweli kuna njama hiyo, basi serikali itakuwa imefanya kosa kubwa la karne. Maana kumzima Gachagua sasa hivi ni sawa na kujaribu kuzima volkano kwa kutumia kijiko cha chai. Atakayewashwa ni yule anayezima. Kwa hivyo, tunapofunga point of view desk ya leo, chukua ujumbe huu wa bure. Serikali inapopigana na mtu aliyevaa tactical gear, wanajionyesha jinsi walivyofeli. Wanapigana na kivuli cha mtu waliyemdhani wamemzika, huku wakisahau kuwa nchi haina usalama wa chakula wala wa maisha. Mchimba kisima ameingia mwenyewe, na safari hii kisima kimejaa vitoza machozi ambavyo wao wenyewe wamevinunua. Basi, kama unahisi macho yanakuwasha leo, usidhani ni allergy ya vumbi. Ni kodi yako inayochoma mitaani kuzuia Rambo wa mlima. Mimi ni The DM Danson Mushiri. Msiache kusubscribe na kulike ili kujuza wengine ni kwa nini Kenya ya sasa ni Call of Duty na si Land of Opportunities. Siri imefichuka na Rambo Geoffrey bado yuko uwanjani. Bye bye.